Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni mahojiano ya Mungu na Anania. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanapewa sifa. Anania akamrudishia Mungu, akamwambia hapana, siwezi kwenda kwa mtu huyu, maana huyu mtu ni hatari kwa wateule wa Mungu, ni hatari kwa warokole, ni hatari kwa watu wanaokuitia jina lako. Siwezi kwenda, atanizuru. Mungu akamwambia, sikiliza Anania, wewe nenda tu, maana huyu ni chombo kiteule changu, alichukua jina langu aweze kulitangaza kwa mataifa yote, kwa Wayahudi, kwa Wayunani, kwa Waisraeli wote. Wewe nenda tu, nitakuwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Hakuna kitu kizuri kama kisho ulinzi na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaogopa kwenda kushuhudia makahaba. Kuna watu wanaogopa kwenda kuambia watu habari njema walevi, kwamba bwana, hili ni levi, ni cha mbwa, limeshashindikana. Lakini nataka nikwambia asubuhi ya leo, haijalishi kwamba ni kahaba wa miaka 30, haijalishi kwamba amekuwa kwenye ulevi miaka ya kutosha, lakini yule ni chombo kiteule cha Bwana. Ndani yake ni chombo kiteule cha Bwana. Sema amina kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi nimetoka pale nje, nikakuta mama yuko na mgeni, yuko na baba, haliko vizuri kimavazi. Ukimwambia unashangaa. Nikasema huyu bwana anaendana na somo la leo. Ukimwangalia kimwili unaona huyu labda hafai mbele za Bwana, lakini nataka nikwambie, mama amemkarimu, ameondoka, nasema anarudi baada ya pili na kuja kuungana na nyie. Kwa sababu gani? Ndani ya baba yule niliyemuona ni chombo kiteule cha Bwana. Usimdharau yoyote, usimchukulie kupoa. Hata sisi tulidharaulika, hata sisi tulifurahi, lakini kwa neema ya Bwana, Bwana anaona ndani yetu kuna kitu tunaweza kufanya. Pokea kuna chombo cha Bwana. Sema amina kwa Bwana. Hata kama ni kahaba, hicho ni chombo cha Bwana. Hata kama ni jambazi, hicho ni chombo cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza nikwambie, kanisa hili, mbeba wamoja wa kanisa hili, mchungaji kiongozi ameweka mipango mikakati, washirika wafike 500 kwenda juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani wa kuendea hawa watu? Ni nani wa kufikia hawa watu? Yawezekana maono ya mchungaji kiongozi kupata washirika 500 ukaona haiwezekani. Nataka nikwambie mpendwa, kuna makahaba wako nje, kuna wachawi wako nje, kuna walevi wako nje. Ni chombo cha Bwana, wanahitaji kufikiwa, wanahitaji wafikiwe. Ni wewe na mimi tuwafikia, maana ya wao ni chombo cha Bwana. Sauli aliyekuwa chicha, Sauli aliyekuwa akiwaonea watu wajialie, Sauli aliyekuwa anaenda Dameski kwa ajili ya kuwakamata watakatifu wa Bwana awarudishe Yerusalemu waweze kuhukumiwa. Ghafla akakutana na nguvu ya Bwana. Ile nguvu ya Bwana aliyokutana nayo ikambadilisha, na makahaba watabadilika, watakuja hapa kanisani, tutaabudu nao. Wachawi watabadilika, wazizi watabadilika, maana ile nguvu iliyobadilisha Sauli bado ipo mpaka sasa. Ipo. Ni wewe na mimi kuwaeleza kwamba Yesu anakuokoa, Yesu anabadilisha. Ile nguvu ipo tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili kanisa litajaa hao watu 500 ambao ni maono ya mchungaji. Kama tutajifunga kiwewe, tutashuhudia, maana makahaba ni chombo kiteule cha Bwana. Anania aliona Sauli, alikuwa amesikia habari za Sauli kwamba amewatesa watu kule Yerusalemu, na sasa anacho kibali hapa Dameski cha kuwakamata watu walitiacho yako Bwana, aweze kuwapeleka Yerusalemu wakahukumiwe. Anania akamchukulia Sauli ni mtu mbaya, akamchukulia Sauli afanye
Tunafikiria Sauli anatisha, lakini Bwana ndani ya Sauli aliyekuwa nyonga, aliyekuwa tisha, ndani ya Sauli Bwana aliona ni chombo cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana kufikia washirika 500. Inawezekana kufikia washirika hata 800. Ni wewe, maana wale walioko nje Bwana anaona ndani yao kuna nguvu, kuna kitu, kuna utumishi, kuna uaminifu, kuna uchungaji. Usikae chini, tuwafikia watu wale waje kwa Bwana. Sema amina kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Napokuambia habari za somo linalosema chombo kiteule cha Bwana, Sauli alikuwa anatisha. Nikiwaambia hapa kwenye makaratasi haya utaona kuna wepesi fulani, lakini kwa waliomwona Sauli pale Yerusalemu, kwa waliomwona Sauli alivyowatesa wateule wa Mungu, alivyowatesa watu wa Mungu, leo hii usingesema kwamba Sauli angeitwa Paulo, angeitwa mtumishi wa Bwana. Usingedhani. Na watu wengi tunapoharibu ni kuwachukulia watu kirahisi, kuwahukumu watu. Sisi hatuko kwa ajili ya hukumu, tuko kwa ajili ya kuwaleta nyumbani mwa Bwana. Bwana atawafinyanga, Bwana atawatekeleza. Aliyetekeleza Sauli, aliyekarabati Sauli, hata leo yuko, anaweza kukarabati, anaweza kutekeleza kahaba, akawa mtumishi wa Mungu. Sema amina kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, aliyembadilisha Sauli, ile nguvu ambayo Sauli alikutana nayo hata sasa ipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauli aliyekuwa chini, Bwana akambadilisha, Bwana akamfinyanga. Nataka nikwambie, hata kama jirani yako ni kahaba, hata kama baba yako ni mlevi, Bwana anaweza akamfinyanga akawa chombo kiteule cha Bwana, akawa mtumishi wa Bwana. Mpaka sasa usikate tamaa, endelea kutekeleza kwa Bwana. Sema amina kwa Bwana. Bwana chombo kiteule cha Bwana. Anania anahakikishiwa na Mungu kwamba Anania, wewe nenda tu, usiogope, maana huyu Sauli wa Tarso ni chombo kiteule kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo kahaba unayemwona, huyo mzinzi unayemwona, usiogope kumshuhudia, maana yeye ni chombo kiteule cha Bwana. Sema amina kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii tusingeshuhudiwa, tusingefitiwa, tungekuwa bado tuko katika hali ya dunia. Tulikuwa hatufai tunapokuwa tunahubiri, tulikuwa hatufai mbele za Bwana. Ukisema cha kidogo, tulikuwa ni sisi. Ukisema watongozaji, tulikuwa ni sisi. Mpaka mimi nilipookoka, sikuweza kuongozana awe dada, awe mama, au shangazi yangu, au binamu yangu. Kisi ya kike yote sikuweza kuongozana naye. Hata kupita miaka 3. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilikuwa najua watu wanaanza kusema yule jamani leo kiwewe ameshapita naye. Wakati ni mama yangu, wakati dada yangu. Kwa hiyo kutunza ushuhuda, nilipookoka sikuweza kuongozana na jinsia ya kike, labda tuwe watatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tulikuwa hatufai, tulikuwa mchafuka nyanga, lakini tulipokutana na nguvu ya Bwana, nguvu ya Bwana ikatubadilisha, na leo hii tunahubiri Injili, tunamsema Yesu, tunatangaza Yesu, watu wanapona. Sema amina kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuhakikishie wewe, hata kama mtu unamwona hafai, hata kama mtu unamwona amefeli kufanya maovu, kufanya machafu, nataka nikwambie, mbele za huyu Yesu mfufuka, mbele za huyu Bwana wa majeshi, anaweza akambadilisha akawa chombo kiteule mbele za Bwana. Nataka nikwambie, nataka nikuombee wewe ulioko mahali hapa, pokea nguvu ya kuwafikia watu, pokea nguvu ya kuhubiri Injili. Sema amina kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nipitie mambo matatu ambayo yanaweza kufanya uwe chombo kiteule cha Bwana. Yawezekana siku ya leo hujijui kwamba wewe ni chombo cha Bwana. Tusome mambo matatu. Jambo la kwanza, ili uwe chombo kiteule cha Bwana, jambo la kwanza ni lazima ukutane na Kristo aliyefufuka.
Bwana, ni lazima ukutane na Kristo aliyefufuka. Msomaji, soma mstari wa 3 mpaka wa 6. Kwenda chapchap. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uweze kuwa chombo kiteule cha Bwana, ni lazima ukutane na Yesu Kristo aliyefufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize mpendwa. Sauli wakati ametoka Yerusalemu anasafiri kwenda Dameski akiwa na permission letter, barua iliyokuwa inampa